Bwana mdogo Jackie aligundua mdogo wake wa kike kashaanza kuingia kwenye siku zake, na hii ni baada ya kukagua kwenye kitanda wanachotumia kwa ajili ya kulala. Akagundua mdogo wake kashaingia kwenye siku zake, ikabidi aweze kumchukua, lakini mdogo wake alikuwa bado mdogo sana, yani ana umri wa miaka 11 tu. Sasa Jackie ikabidi aweze kumchukua mdogo wake na kumpeleka sehemu kwa ajili ya kwenda kujisafisha, maana Jackie baada ya kuligundua hili aliona hatari kubwa inakuja kwa mdogo wake, hivyo alimpeleka sehemu ya maficho kabisa, na baada ya pale alizichukua zile nguo zilizokuwa za mdogo wake na akawa anamsaidia kwa ajili ya kuzifua. Lakini kipindi alivyokuwa akifua Jackie alimwambia, hakikisha ili swala usimwambie mama, maana mama akijua atakuletea matatizo. Lakini binti akauliza, sasa kwa nini nisimwambie mama wakati ndio anaweza kunisaidia? Lakini Jackie alisema, kwa sababu mama akigundua kwamba umeanza kuingia kwenye siku zako, basi atakuozesha, alafu wewe mwenyewe bado mdogo, kwa hiyo chunga sana usije ukagundulika na mama. Na kwa pembeni pale kulikuwa na jamaa aliyekuwa akiwasikiliza kipindi Jackie akiwa anamuonya dada yake. Sasa baada ya pale Jackie akawa amechukua zile nguo ambazo zilizokuwa na damu, basi akawa amezichukua Jackie, na ili kuzificha zisionekane alivua shati yake na kisha akazikunja kunja kwa pamoja. Baada ya pale basi Jackie akawa amezibeba zile nguo na kwenda kuzihifadhi sehemu, lakini aliona hata akizitupia mle chooni mamake atakuja azione, hivyo akaenda akachukua sweta akavaa, kisha akazificha na wakawa ametoka na kwenda kuzitupa huko mtaani, maana wazazi wangu ingekuja kugundua kwamba binti kaanza kuingia kwenye siku zake ingekuwa ni hatari kwake. Basi bwana mdogo alionekana kumpenda sana dada yake na alikuwa atamani kuja kuona dada yake anaingia kwenye matatizo. Sasa leo majira ya jioni Jackie alikuwa ametumwa sokoni, lakini baada ya kurudi nyumbani alivyofika tu hapa sebleni alikutana na kuku wawili, yani kulikuwa na kuku ambazo zilikuwa kabisa sio za hapa nyumbani. Basi baada ya kuona swala lile akahisi kabisa kuna jambo la tofauti hapa, basi kabidi aweze kuwahi juu kabisa, ambako huko juu kuna baba yake, lakini baba yake alikuwa amembeba mdogo wake pia, na kwa pembeni pia alikuwepo yule mdogo wake wa kike. Na baada ya Jackie kuweza kuchunguza akagundua yule mwanamume ambaye alikuwa akiwasikiliza mchana wakizungumza, yule jamaa zile taarifa alizileta nyumbani, yani kwa wazazi wake na Jackie. Na baada ya pale wakawa mikaa hapa, wakawa wanapanga mdogo wake na Jackie aweze kuolewa. Yani binti ni mdogo sana, lakini kutokana na maisha magumu ya nyumbani ilikuwa inatakiwa aweze kuozeshwa imradi kwenda kuishi huko, lakini Jackie alikuwa anapingana sana na swala hili. Alijaribu kuipambania haki ya mdogo wake, lakini ilikuwa ni ngumu kwa sababu yeye mwenyewe bado mdogo. Mama yake ndio huyu hapa, mama pia alikuwa anamsikiliza tu mume wake. Ilikuwa ni ngumu kuweza kumpinga, maana walikuwa na wakati mgumu sana wa maisha. Sasa majira ya usiku wadogo zake na Jackie walikuwa wamelala, lakini Jackie hakuweza kupata kabisa usingizi. Akawa anajiuliza ni vipi ataweza kumsaidia mdogo wake, maana Jackie ana umri wa miaka 13 tu, lakini mdogo wake ana umri wa miaka 11. Sasa akawa anawaza ni vipi ataweza kumsaidia mdogo wake. Basi baada ya kupiga hesabu zake akaona bora aweze kufanya mpango wa kuweza kumtorosha dada yake, yani mdogo wake yule wa kike, maana wazazi wake wamezamilia kabisa kuweza kumuozesha. Akawaza akaona bora tu aweze kufanya mpango wa kumtorosha mdogo wake kabla hajaweza kuingia kwenye matatizo, maana ni mdogo sana, kuweza kuingia kwenye ndoa itamchukua wakati mgumu sana. Lakini wazazi wao wenyewe walikuwa wanahitaji tu kuweza kupata pesa, hayo mengine yalikuwa yawahusu. Sasa Jackie aliwahi kuamka, kisha baada ya pale akaenda akamtuliza dadake. Basi akawa mnyanyuka na kuingia moja kwa moja kwenye draw iliyokuwa inahifadhi nguo zao, yani za kwake na za dadake. Basi akaanza kuzipakia kwenye moja kati ya mafloshi imradi tu kuweza kufanya mpango wa kuweza kuondoka kabisa. Pia kulikuwa na kiasi kidogo cha pesa, basi Jackie aliweza kukichukua na kisha akaenda akamnong'oneza dadake na kumwambia ajiandae baadaye waondoke. Jackie alichukua zile nguo akawa anayatupa nje kama vile mafloshi tu ya takataka hivi, yani mtu aweza akafikiria kabisa kwamba Jackie alikuwa anatoa nguo ndani. Na kisha ilipita gari akawa amesimamisha na akaenda kuzungumza na dereva, akamwambia ana pesa ya mtu mmoja tu, yani tiketi ya mtu mmoja, lakini alimuomba konda amsaidie hata atasimama pembeni ya siti. Basi konda akawa amekubali. Jackie akarejea nyumbani kwenda kumfuata mdogo wake, lakini ila anafika anakuta tayari mama yake kashamshika mdogo wake na anamwambia ni muda wa kuweza kuondoka. Yani Jackie hakuweza kupata kabisa nafasi ya kuweza kumtorosha mdogo wake kwa sababu familia yake tayari ilikuwa imeshamwandaa mdogo wake na ndio ilikuwa imefika muda wa kuweza kuondoka. Jackie alijaribu kuweza kupambana, lakini alikuwa ni mdogo sana, asingeliweza kuweza kuwazuia wazazi wake, yani walikuwa hawezi kabisa kuweza kubishana nao kwa sababu yeye ni mdogo. Sasa Jackie japokuwa ni mdogo, lakini alijaribu kupambana hivyo hivyo, lakini ilikuwa ni ngumu sana. Hatimaye mama akawa amemchukua yule binti na kumtoa mle, japokuwa ulikuwa ni ugomvi mkubwa sana kwa Jackie. Jackie akihitaji kuweza kumzuia mama, lakini mama alikuwa ni mtu mzima, kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kwa Jackie kuweza kumzuia. Aliambulia kipigo tu na kuweza kufanikisha chochote zaidi ya kuambulia kipigo, ikabidi aweze kutulia, maana mama alikuwa hawezi kuzuilika. Basi Jackie ilibidi aweze kutulia, lakini aliumia sana kumwona mdogo wake ndo anabebwa na kuondolewa nyumbani kinguvu akipelekwa kwa bwana yake. Yani binti alikuwa anajaribu kuweza kuomba wazazi wake wasimfanyie hivyo, lakini ilikuwa ni ngumu. Hatimaye baba alimchukua na kumpakiza kwenye pikipiki na kisha baada ya pale basi akawa ameondoka naye. Jackie alijaribu kukimbilia hata pikipiki aweze kumzuia babake, lakini ilikuwa ni ngumu. Alisukumwa pembeni
na kisha baada ya pale babake akawa amemchukua mdogo wake wa kike na kuondoka naye akiwa amempakiza kwenye pikipiki kumpeleka kwa bwana wake. Jackie alijaribu kukimbia imradi kuona kama ataweza kumpata babake amrudishe mdogo wake, lakini ilikuwa ni ngumu. Akarudi kuweza kufanya fujo kwa mama akiwa anamlaumu mama kwa kile alichokifanya, lakini huko aliambulia makonde tu. Sasa Jackie akaona amna namna, basi akaamua kuondoka kabisa nyumbani. Kwa vile kule alikuwa ameshakata siti ya mtu mmoja, basi ikabidi aweze kuitumia yeye, licha kuwa alikuwa ameomba na nafasi ya dadake, lakini ilishindikana kwenda na dadake. Basi akawa ameondoka na kuelekea sehemu moja hivi ambako huwa kunatumika kwa ajili ya burudani za watoto. Basi akawa amefika pale akiwa ni mgeni kabisa wa jiji, basi akawa haelewi ni kipi ambacho atafanya. Alikuwa na pakiti ya biskuti ndio aliyokuwa nayo, basi ikabidi ale hata vile viungaunga ambavyo vilikuwemo mle kwenye pakiti, imradi tu kuweza kupunguza njaa. Jackie alikuwa mikasirika kinoma, yani kwa wazazi wake walichokifanya. Hapa kulikuwa na mchoro unaonesha mama, yani kama vile mwanamke hivi. Sasa Jackie kutokana na hasira, Jackie alienda kauvulisha ule mdoli, akaubakiza manyonya yakawa wazi. Lakini kipindi anafanya vile, kuna mdada alikuwa anamwangalia, aliona huyu kijana alikuwa ni mtoto ajabu sana, basi akawa anatabasamu tu na kuendelea na kazi zake. Sasa Jackie alikuja mpaka hapa, akamkuta yule mdada, akamwambia tafadhali, naweza nikapata chakula, nisaidie chochote niweze kula, maana na njaa. Akamuuliza wewe unatokea wapi? Basi Jackie akawa ametoa maelezo pale na hatimaye akawa amepewa chakula na akawa ameweza kupata pale chakula akala. Lakini Jackie baada ya kumaliza kile chakula hakutaka kuendelea kubaki kipweke, kwa sababu alikuwa anajua kabisa yuko kwenye jiji la watu alafu ni mgeni. Basi ikabidi aweze kupita kwa kila mmoja na kumuuliza kama ataweza kupata kazi, lakini ilikuwa ni ngumu. Huyu bidada yeye anaitwa Maria, yeye huwa anafanya kazi hapa, lakini ana mtoto wake ambaye huwa anamhudumia kisiri sana. Yani kuna chumba waga anamuweka, na baada ya pale basi anatoka na kwenda kumnyonyesha, kisha baada ya pale anafunga na kuacha yule mtoto akiwa mle kwenye kile chumba, na yeye anatoka kwenda kuendelea na shughuli zake. Na baada ya hapo majira ya jioni, basi anamchukua mtoto wake na kuondoka naye kwenda nyumbani. Basi hayo ndio maisha anayoishi Maria, maana inaonekana ni mwanamke ambaye yuko single. Sasa baada ya kumuona Jackie hajapata msaada, akawa ameweza kumhurumia, lakini alipata wazo, huyu kijana nikimchukua nikaenda naye nyumbani, si nitakuwa hata namwachia angalau mtoto kuweza kunilelea. Sasa baada ya pale alimchukua Jackie na akawa amerejea mpaka nyumbani. Alifika akapika chakula akawa amepatia pale Jackie, akawa Jackie anakula, lakini ni kwa mara ya kwanza Jackie akiwa anakula akiwa peke yake, yani bila wadogo zake na bila yule dada yake. Basi hicho kitu kilikuwa kinamuuma sana. Lakini baada ya pale majira ya asubuhi, yule bidada alikuwa anajiandaa kuweza kuondoka na kuelekea kazini. Sasa kwa sababu kashapata mlezi wa kuweza kumwachia mtoto, basi alimwandaa Jackie na kumwambia atamwachia mtoto, na baada ya pale akaenda akamkabidhi mtoto imradi yeye aweze kuondoka na kuelekea kazini. Sasa baada ya pale yule bidada alionekana kuweza kubadilisha sura yake, yani inaonekana kuna magendo huwa anayafanya. Sasa baada ya pale akachukua simu yake na kumwambia jamaa mmoja amtengenezee kitambulisho, kwa sababu kuna sehemu alikuwa anahitaji kwenda, lakini alikuwa anatumia njia ya magendo kuweza kukipata hicho kitambulisho. Sasa alikuwa ameandaa pesa kuweza kwenda kumlipa yule, lakini pesa ilikuwa haitoshi kuweza kumlipa yule jamaa ambaye anatengeneza kitambulisho. Sasa baada ya pale alielekea mpaka kwa yule jamaa ambaye anahusika na vitambulisho feki, lakini yule jamaa alikuwa anakataa kuweza kumtengenezea bibie kitambulisho, na akamwambia hivi, wewe mimi kila siku nakwambia kama unahitaji kuweza kupata kitambulisho nipatie mtoto wako, kwa sababu unakohitaji kwenda, ukienda na mtoto utaenda kumuumiza tu na njaa. Hebu nipatie mtoto wako, maana boyfriend wako mwenyewe hata eleweki, maisha magumu kama nini, hawezi hata akakuoa. Bibie alikuwa anaumia sana maneno yale, kwa sababu hata bwana wake inaonekana kampelekeza. Jamaa akawa pale anamgombeza na kumwambia utafeli kila siku, lakini dada akasema siwezi nikachukua mtoto wangu nikampatia mtu mbaye hata sielewi anaenda kumfanyia nini mtoto wangu. Sasa baada ya pale kwa huko nyumbani, bwana mdogo Jackie yeye alikuwa akachiwa mtoto, kwa hiyo alikuwa akiendelea na uangalizi, anampatia maziwa yule mtoto akawa anakunywa pale. Mtoto alionekana tu kufurahia kuwa na Jackie, kwa sababu Jackie alimuonesha upendo, hivyo ilikuwa ni ngumu kuweza kumtenga. Sasa kwa jirani pale kulikuwa kuna TV iliyokuwa inaonesha movie ya katuni. Sasa Jackie kwa vile ilikuwa ni ngumu yeye kuweza kwenda kwenye kile chumba cha jirani, basi akawa amechukua kioo na kisha baada ya pale akimulika kile kioo pale kwenye ile skrini, na kisha baada ya pale akawa anatizama kupitia kile kioo, wakawa mikaa mle ndani, japokuwa zile katuni zilikuwa hazitoi sauti, lakini Jackie akawa yeye ndo anamsimulia yule mtoto, kwa sababu katuni iliyokuwa ikiendelea Jackie alikuwa akifahamu. Sasa maisha alizidi kuendelea. Kwa siku hii ya leo, na furaha ilikuwa kubwa sana kwa yule mtoto baada ya kuweza kupata uhuru wa kuweza kucheza, maana alikuwa anafungiwa wakati wote kwenye vyumba. Wakati huo bidada anapambana kuweza kupata pesa ya pasipoti ya kuweza kutoka kwenye hii nchi aliyokuwa anaishi. Sasa alielekea moja kwa moja mpaka kwa bosi wake, imradi kuweza kuona kama atapata pesa. Alimuomba aweze kupatiwa advance ya mshahara wake, lakini bosi wake aliweza kukataa. Sasa bibie Maria alikuwa akilia tu, maana anatamani kuweza kutoka kwenye hii nchi, kwa sababu
sababu maisha yake ni magumu sana. Alirejea nyumbani, lakini alionekana si mtu mwenye furaha kabisa. Alihitaji kuweza kurejea nyumbani, lakini akamkumbuka baba wa mtoto. Basi akabidi aende kumwelezea kama ataweza kumsaidia, lakini jamaa alisema, we kila siku unakuja unahitaji pesa, kama unahitaji niweza kukupatia pesa niletee mtoto, sio unakuja unaniletea tu picha za mtoto alafu mtoto mwenyewe simuoni. Mambo gani hayo? Mimi siwezi nikakupatia pesa. Na baada ya pale jamaa akawa ameondoka na kumwacha pale bibia akiwa analia tu, haelewi ni vipi atapata pesa kuweza kukata kile kitambulisho anachokihitaji. Sasa kwa vile alikuwa na asili ya Kiafrika na nywele zake ni ndefu, basi akaamua kwenda kuziuza zile nywele, yani zile rasta, ili abadili kabisa na muonekano, lakini pia aweze kupata pesa kidogo ya kuweza kuongezea kwenda kukata ile kitambulisho ambacho alikuwa anahitaji au passport. Lakini bibia alionekana anapitia maumivu makali sana, maana yani kama vile kuna kitu alikuwa anajuta kuweza kukifanya. Sasa kwa bahati mbaya kulikuwa na ukaguzi unafanyika na bibia akawa amebainika, akapatikana kwamba alikuwa na kitambulisho feki. Aise, bibia akawa amekamatwa na kuwekwa lock up. Sasa wakati huo huku nyumbani bwana mdogo Jackie yuko na yule mtoto, lakini mpaka majira haya mtoto analia njaa na Jackie hana kitu chochote cha kuweza kumpatia mtoto. Ikabidi aweze kuzunguka mtaani na kumtafuta yule mwanamke. Akawa anazunguka anaulizia, jamani, yule Maria mumemuona leo? Lakini hata pale kazini kwake. Sasa Jackie akawa ameelekea moja kwa moja kwa yule jamaa ambaye alikuwa akimhitaji yule mtoto. Sasa baada ya kufika, basi yule jamaa akawa amechukua simu na kupiga simu na kuambia kwamba waweze kuleta chakula. Na baada ya pale waliweza kupewa chakula Jackie pamoja na yule mtoto. Wakawa mikaa hapa, wakawa wanaweza kupata kile chakula. Jackie pamoja na yule mtoto aliweza kuachiwa. Hajui mama yake na huyu mtoto kaenda wapi, lakini mimi na wewe ndio tunajua mama tayari kashapigwa lock up kutokana na kuonekana akiwa na kitambulisho feki. Jackie alizunguka huko akaweza kupata visamaki japokuwa vilikuwa vimioza, lakini Jackie aliweza kuchoma imradi tu aweze kula yeye na yule mtoto, maana hali ilikuwa inazidi kuwa ngumu kwake. Hajui kabisa atafanya nini. Mtoto kaachiwa ni mdogo na yeye mwenyewe hana kazi ya kuweza kumlisha huyu mtoto. Ni siku mbili zimeweza kupita, mama hajaonekana. Wakati mwingine mtoto akilia, basi Jackie alikuwa akichukua barafu na kumpatia. Leo kaenda kutoa maji ndani, anashangaa maji yanayotoka ni machafu kinoma, yani mama hata maji tu ya ndani alikuwa bado hajalipia kutokana na ugumu wake wa maisha. Sasa Jackie alikuwa akizunguka mtaani huku akiwa anamvuruta yule mtoto kwenye ile chombo maalum ambalo alikuwa nalo lenye matairi. Akawa anazunguka kuweza kumtafuta mama yake kama atampata. Sasa alimpata hapa binti anaitwa Mariana. Basi wakawa wamezungumza pale na Jackie, na Jackie akawa ameweza kumuomba yule binti Mariana kwamba aweze kumsaidia. Sasa wakawa mipanga kuweza kuondoka kwenda Sweden kwa sababu hapa walikuwa ni Syria. Sasa kipindi wamepanga ule mpango, kuna baadhi ya nyaraka ilikuwa inatakiwa Jackie aweze kuzipata imradi kuweza kukamilisha hiyo safari ya kwenda Sweden, na hizo nyaraka ziko kule nyumbani. Sasa ilibidi aweze kutoka, lakini binti alikuwa anamtajia pale baadhi ya nchi kwamba anaweza kutoka na kaenda huko, lakini bwana mdogo alikuwa anahitaji kwenda Sweden kwa sababu yule jamaa aliweza kumchukua mdogo wake wa kike, ndio alikuwa ameweza kumpeleka, yani ndio alikuwa anasema kwamba anampeleka Sweden. Sasa Jackie aliweza kufanya mpango ili aweze kwenda kule, lakini baadaye basi aliweza kurejea nyumbani na kukuta kufuli mwenye nyumba kashaloki. Yani hapa ni pale kwa yule mdada alikuwa anadaiwa kodi. Sasa baada ya kuchelewesha kodi kulipa, basi wakawa mwenye nyumba amekuja na kufunga kabisa ule mlango. Bwana ni hatari kinoma yani. Maana kaachiwa mtoto, lakini kule alikoachiwa mtoto kwenye ile nyumba pia mwenye nyumba kafunga chumba chake. Sasa hapa Jackie hana pa kwenda pengine. Je, huyu mtoto ni kipi ambacho atamlisha? Ni kipi atasaidia? Yani ni kipi kitamsaidia Jackie pamoja na huyu mtoto, ni nini atamlisha? Bwana hii filamu kama nilivyoahidi basi ipo na part 2, na hii part 2 inakuja hivi punde tu siku ya Jumamosi, basi nakwenda kuidondosha. Lakini hii hapa episodi ya kwanza inaweza kuishia hapa, na napenda tu kukwambia kwamba usikose episodi ya pili. Ulikuwa nami tokea mwanzo kabisa DJ Shebi Mwamba wa Bunda. Basi hakikisha umesubscribe pale kwenye YouTube channel, andika DJ Shebi Mwamba wa Bunda ili kuweza kupata mwendelezo. Imradi tu tuweze kuelewa hichi kisa ni wapi kitakwenda kuishia, basi hakikisha mweza kufuatilia ni vipi ataweza kuishi Jackie pamoja na huyu mtoto. Lakini vipi kuhusu Maria kule jela? Je, atatoka kuja kumwangalia mtoto wake ama Jackie ataweza kuondoka na kumtelekeza huyu mtoto aende akamfuatilie mdogo wake kule Sweden? Je, ni kipi kitakwenda kutokea? Bwana hakikisha umenifuatilia pale TikTok ni Shebi Star, pale Facebook endelea kunifollow ni Shabani Juma. Basi asanteni sana mashabiki zangu kwa kuonesha support yenu ambao mnaendelea kunionyesha. Basi napenda sana na nitafanya kazi mpaka pale basi mtaonekana mashabiki zangu mmeweza kufly. Asanteni sana na chao, tukutane kwenye episodi ya pili, usikose. Asanteni sana.